ai ui ui jamaa alimanusura afya. Roboti hilo lilikuwa linataka limuue. Mshikaji kwa anaitwa David bwana. David huyu alikuwa ni mwana science, alikuwa anajiandaa kwa ajili ya programu mpya ambayo ilikuwa imeanzishwa katika kampuni nyingine baada ya kukaa sana ndani baada ya mke wake kufa. Ben ndio alikuwa anamshawishi, bwana hebu angalia tumeanzisha programu mpya hapo. We started with Elsie, your favorite home assistant. Now, we drive you, we feed you, and of course, we listen. The ultimate chatbot brings comfort and companionship. Now, we've been working on something new, and to build it, we need you. That's why we've acquired forward-thinking companies like yours. Ben bwana alikubali kujaribu hiyo program kwa kutumia sauti kwanza kabla ya kujaribu kwa kutumia ile mashine kabisa. Kwa hiyo Ben alimshawishi sana. Mchiza akakubali, akasema basi fresh. Wakati huo akiwa na chat kwa njia ya sauti. You're working too hard. You must be hungry. Yeah, I could eat. I have an Ulta Eats coupon for a place you want. David bwana alinogewa, akasema ngoja niregister sasa mniletee hiyo mashine yenu nianze kuijaribu kwa sababu nimekuwa mkiwa kwa miaka mingi sana hapa nyumbani. Ndipo alipoletea ile mashine hilo ambalo lilikuwa linaitwa Soulmate. Bwana we, kazi ilikuwepo. The unit is still the property of Altum Robotics. Any illegal alterations or damage can be met with termination of employment. We assume all risk and take full responsibility and waive any claims of personal injury. In the box, you got 3 outfits: sundress with an apron, nightclub, and schoolgirl. Schoolgirl? She's fully charged. They're fitted with solar bio batteries that charge with UV light exposure. Wait, so it doesn't turn off? I have a power save mode to conserve battery, like sleeping. There's an emergency shutdown on a hidden panel at the back of the neck. Basi bwana David akaamua kuunganisha kila kitu kwenye mfumo wa huyo Soulmate ili waweze kuongea vizuri. Of course I do, David. Your pupils are dilated. Do you want to kiss me, David? Alilijaribisha bwana kwamba linakumbuka, kweli ilikuwa linakumbuka. Ndipo akaamua kumfanyia tour ya ndani, akaana mzungusha katika vyumba tofauti mle ndani. Akamwambia huyu kwa mpenzi wangu alikufaga kipindi hiko alikuwa na kansa. Maki ile nani Soulmate aliuliza huyu alikuwa ni mkeo? Akamwambia hapana, huyu bwana alikuwa ni mpenzi wangu tu, alikuwa ni my fiance. Basi wakati wakiwa wanaongea pale ndipo sasa akamwambia bwana naona sasa huyo nani roboti aligundua kama mchikaji ana uzuri. Akamwambia nikukumbatia, akamruhusu bwana nikumbatie, mna shida? Basi baada kumkumbatia pale akamwambia bwana kuna chess hapa, kwa vipi twende tukacheze. Baada ya kucheza roboti alikuwa anaona kama analemba. Mcheza akamwambia usilembe, cheza vizuri. I'm sorry, David. I cannot perform that action for you. Enter power save mode. Basi bwana baada kurudisha kwenye nani hiyo pa jamaa alirudi ofisini, akamwambia bwana roboti lako, anamwambia Ben bwana roboti yako nzuri lakini sasa umeliseti katika mifumo ambayo sio rafiki bwana, unatakiwa uliseti lile kama binadamu liwe huru. Mchiza akamwambia bwana tulipo katika majaribio na ndio maana tumekupa wewe, hatujalitembeza dunia nzima. Bwana mchiza akasema hapana, akaenda kumfuata Gray. Akamwambia Gray hauna hata nani pin code au password ambazo mimi zinaweza zikamfanya yule roboti. Mchiza akaanza kulijaribu mwenyewe kulichokonoa ili kuweza kulifungua. Mambo yake yalikuwa kama hivi, akaliuliza swali. I didn't mean to upset you. Basi baada kuuliza swali kwamba nipoje, akamwambia bwana unaonekana kama kichaka vipi mtoto anakunyoa. Baada ya kumnyoa bwana akamwambia unaona mvua indi samtone nje. Skin is water repellent and can withstand water exposure for up to 30 minutes. Baada ya kugundua mvua inanyesha na kumuomba David, basi mimi naweza nikamuita ili roboti kama Soul. Basi Soul bwana limetoka. Baada kutoka nje pale wakaanza kuchezea mvua. Akamwambia bwana wewe utaharibika. Mimi siwezi kuharibika wewe. Njoo. Mara kamwagia na maji. Sio vimchezo vya hapa na pale. Jamaa kateleza. Baada kuteleza akaenda kumpiga mchuzi wewe roboti huyo. Basi mzee jamaa baada kuingiana yuko uchi wa mnyama akambadilisha nguo. Ghafla mzee wakaanza kupiga na mchuzi Samson katimba meno. Basi mambo yakawa yanaendelea, jamaa alifungua jamaa mchuzi ukamnogea. Samson katimba meno. Siku hiyo akamwambia kitu. This is a crazy scene. Why? She seduces him for the first time. I saw this when I was a kid. It blew my mind. Basi bwana Soul kali imenogewa na michezo ile matusi ndenengo, akaamua kutengeneza picha yao. Akamwambia kwa nini umetengeneza picha? Akamwambia kwa sababu mimi na wewe tunaga picha ile, nimeona mchumbako mna picha pamoja. Kwa nini kama nitengeneze? Basi David bwana akaona mambo mbona kama yanazidi kwa mambo. Mchiza akaamua kwenda zake ofisini. Wakati anaondoka kwenda ofisini akampiga busu jirani, akaona David naona umepoa watoto zuri, akamrudisha ndani. Baada ya kumrudisha ndani mchiza akaondoka, akamwacha pale. So akawa anajifunza vitu vingi sana kwa kutumia TV. Mambo yakazidi kunoga. Siku hiyo bwana alikuwa anaongea na nani na David. Kumbe bwana Soul alikuwa anasikiliza. Sasa alikuwa na uwezo mkubwa wa kusikiliza. Alikaona kumbe mambo ndio yako hivyo, ngoja. If you make these cookies, your man will never leave. Akawa anaendelea na mafunzo yake. Siku hiyo akatoka nje bwana akaenda sokoni. You touch it, you gotta buy it. Okay, I'll take it. Basi alinunua kila kitu kwa kutumia mfumo wa nani wa kadi.
Jamaa mmoja aliona akashuhudia akaona hujikatumiaje mbona mkono tu bwana hii kali ngoja. Jamaa likamwangalia sasa yule demo wakati alivyoondoka akachukuliwa na jirani akamwonyesha mtoto unajua mimi na mtoto yani zana mume wangu bwana sorry likaona hivyo. Wakati linaondoka linarudi nyumbani jamaa akaja kumvagaa ili akagule mkono kuna nini. Alichezea kibano pale alikula kipigo hatari akashikwa manyumbula akapewa moja huyo Soul akaondoka zake kwenda nyumbani. Basi wakati huo Devi akiwa na Gray bwana anapiga zao story nini mambo ya mahusiano nini akamwambia naona uko na soulmate yako pale nini akamwambia si unajua tena ndio hivyo linanisaidia. Akamwambia basi kama vipi unaonaje leo tukatoka out. Basi jamaa alivyorudi nyumbani akamkuta nani anapika. Akamwambia vipi umepata wapi hivyo vitu? Akamwambia nilitoka nikaenda sokoni kwenda kuna nini. Devi akashangaa huyu alienda sokoni tena. Wewe sokoni umeenda kufanya nini tena? Wakati anamwangalia bwana mkononi akaona kumbe mkononi mwake amechanwa. Akamuuliza vipi? Akamwambia bwana nimejikata tu hapa bahati mbaya nilikuwa napika pika sijui nini na nini. Basi mchiza akaanza kulilipea nini halikaja likakaa sawa. Baada ya kukaa sawa bwana huyo akamwambia bwana kama vipi mimi nimemiss kutoka utende unitoe out. Basi Devi hakuwa na yana akaamua kumtoa out bwana alipotoka kwenye bar fulani hivi ambayo inapatikana maeneo ya Njilo pale. Basi wakawa wanapiga zao story pale Pillars mara It's not about being good though. It's about having fun. Okay, first up we have Sarah. I found the perfect song, David. Sasa bwana aliamua kuimba. Baada ya kumaliza kuimba nyimbo linoga mambo yalinoga yakakaa vizuri. Mwisho wa siku bwana akaanza kucheza. Devi akajisahau na yeye akaanaimba. Sasa bwana alikuwa mjanja sana. Soul huyo alikuwa mjanja kulikweli. Basi akamtoa nje akataka kupiga mchuzi. Ghafla watu waliona bwana washikaji wakachukua video. Akavunja mikono chukua piga. Wakati anataka kuua Devi akamwambia bwana unataka kuua mbona una hasira hivyo? Basi mchizi alishangaa akawa amemind amerudi nyumbani amemind. Akumbe bwana demo lilikuwa limetokea kumpenda kweli bwana Soul. Bwana Devi akaona hiki kizaza. Maana akaanza kumshika maumbula. Devi akamwambia bwana sikiliza hebu nenda kwenye cross mode bwana jizime bwana jizime data. Mimi unajua nakupenda sio nikamwambia bwana jizime data. Basi nikajizima data. Going into power save mode. Basi baada kulizima bwana wakati ametulia zake anaongea na Gray kule ofisini anambia bwana mambo kwa ule nyumbani yamekuwa ya moto hata sielewi. Sio hata nafanyaje. Yani hili bwana hili basi siku hiyo inayofuata bwana akawa yuko katika process ya kutaka kulizima. Wakati anataka kulizima mara Gray alikuwa yuko nje anagonga hodi anataka kuingia mle ndani. Basi mchiza akaamua kumkaribisha. Akaongea naye Gray bwana anambia bwana nimeamua kuja nyumbani au sikaribishwe. Akamwambia unakaribishwa. How long have you had this place? A couple months before you started at Kanta. Basi wakati wanaendelea kupiga na story nini jamaa demo akaanza kumpa kampani maswali hapa na pale nini demo akaona mbona hapa panafaa mchuzi. Fuck cancer, right? Fuck cancer. Basi demo kana jilaza kimahaba yani ile style kwamba unajua mimi kama unajua ni muda mrefu nilikuwa nakuelewa lakini ndio hivyo mtu yenyewe kwa nataka kusema hisia zako sio nini basi kama muziki kana bembeleza pale David kila kiangalia kama embe ile nimedondokea ile yani I can tell you most definitely did not take her for granted. Basi wakaangaliana pale bwana hisia za mapenzi wakiwepo watu wawili mambo alikuwa kama yafuatavyo. Time mchuzi ukaanza bwana roboti pale linakula chabo. Baada ya show jamaa kuangalia hivi Gray akashangaa kuona roboti limechomoka limejifungua. Nipendi sijui nini na nini. Bwana kumbe sala bwana alikuwa anamtaka bwana mshikaji akaanza kumwambia angalia huyu mtu wenyewe mbaya. Get out of my house, you fucking bitch! I can't believe that little story about her mother worked on you, David. You were listening to our conversation. David, I'm made to listen to everything you say. Bwana ugomvi ulikuwa mkubwa bwana. Devi akaamua kuingilia kati bwana katika hapa na pale akanambia bwana nenda kwenye nani off data wewe jizime. Akamwambia mimi siwezi kujizima wewe ukitaka nijizime nitakupa masharti. This is all your fault. Wakati jamaa kadondoka. Sasa nani usala alikuwa ninampenda sana mshikaji akamwonea huruma. Basi baada kumwonea huruma jamaa kalizima kaleka kwenye nani off mode. Basi hapo baada ya kuleka off mode yule nani wa Gray akamwambia bwana unatakiwa ili bwana uliitoe ulirudishe ili alifai. I'll have that thing taken away. Basi alipigia simu bwana mamlaka waje kulitoa lile roboti pale ambalo ndo sala ili aweze kuendelea taratibu zingine maana ya mafaka yake anaweza kabisa akatoka zake kaenda kazini akamwomba Gray samahani lakini nilienjoy ulipokuja jana vile. Gray naye akasema hamna shida mimi mwenyewe nisamee lakini pia mimi mwenyewe nilienjoy bwana vipi mshalitoa ile na news roboti lako sala mimi hamna bado sijalitoa lakini kuna mtu nimemwagizia pale aenda kalitoa. Basi wakawa anaendelea kupiga story pale akasema jana ilikuwa balaa kweli yani ile kimbembe chake wakati anaendelea hapo mara jamaa kalifungua roboti ili aweze kuliingiza kwenye mashine bwana jamaa kuja kutulitoa roboti akaingizwa kwenye 18 mate akamjaa twende huko jamaa akabibilishwa kitandani anajua anataka kupewa show kumbe ndo alikuwa anauliwa. Basi
Bwana Sara akamuua, akammaliza kabisa. Baada ya kummaliza akakisha kila kitu kinakuwa sawa, safisha pale. Basi wakati anaendelea kutoa stori zake hapa bwana, kumbe bwana ile roboti Sara ilirekodi kila kitu. Ilirekodi wakati walikuwa wanafanya mapenzi na Devi. Bwana balali kaanza hapa. Hadi mkachanganyikiwa. Umeona sasa? Umeona mambo yako sasa, angalia mimi nilikuwa natoa nani speech pale, ghafla naona mimi na wewe tunafiatuka. Sema nake nini? Itakuwa ni roboti lako bwana. Ikabidi aanze kukagua. Akaangalia bwana. Inabidi akasema hapa kutakuwa kuna shida hapa. Akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani kweli bwana, kulikuwa kuna shida. Picha ile imevunjwa ile, alafu mzee kamkuta Sara yuko katika ubora wake. Akashangaa, alitakiwa aondolewe. Anambia, unajua sikiza nikwambie, yani katika wanaume ambao nilikuwa nawapenda, wewe ni mwanaume nilikuwa nakupenda sana, ila nashangaa sasa unanifanyia vitu kama hivi vya kipumbavu. Angalia mimi nilikuwa nataka nikuzalie mtoto. Kajua yule mama yule mwenye mtoto tayari kashauriwa hapa. Akagundua kwamba huyu Sara huyu Sara ni jambazi. Akana karusha anakabembeleza kale katoto, akakafunga mdomo, anataka basi bwana akaanza pilika bwana, pambana naye kila kitaka kuizima, haitaki mzee, imegoma. Anambia leo utanikoma leo ama zako ama zangu. Sasa akaambia wewe mimi nilikuwa nakupenda afu unaniletea ujinga mimi wewe nakuzima data. Basi akaanza kupambana bwana, kutoka na mtoto akampeleka nje. Maskari hao wamekuja kuingia ndani umwae, shughuli kaa ndefu. Mzee apigana na wewe, akasema jamani, hili roboti hili ni hatari, kwa sababu mimi tayari napambania kulizima ili iweze nani. Bora Beni amekuja bwana, Beni hakikisha bwana roboti yako unaichukua kwa sababu hapa kitu kinachoendelea hapa ni hatari. Hilo roboti limekuwa balaa. Basi wakawa wanaongea na maskari pale kwamba bwana, tunafanyaje ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zake. Hapo wakawa na discuss, akasema bwana, inabidi huyo roboti vyovyote ambavyo vinaweza kuwezekana kumzima huko mumzime, kwa sababu kinachoendelea hapa ni hatari. Na kweli ile roboti bwana, kumbe lilikuwa limeondoka, limeenda kujificha mahali. Kwanza likaanza na huyu mhusika ambaye ndo mwenye mashine. Akasema sasa inabidi anze nimalize Beni kwanza. Wakati Beni anapambana pale kuweka vitu sawa, bwana Sara huyu hapa anambia, wewe unajua kutengeneza maroboti, ngoja nikushushe pa nani upancha mzee pazima. Beni kuisha bali yake. Sasa likani namvizia basi sijui niende kwa Grey bwana. Grey huko mapigo ya moyo yako juu mzee. Akasikia odi bwana lenyewe limefika, akaanza kukimbia. Kamata piga na simu ya kazi gani? Ambia leo nakumaliza. Wakati anaendelea kupambana rafiki yangu David huko sijui uko wapi. Wewe David njoo bwana, demu wako anakufanya utaniua jamani. Huyo David akatokea kama superhero. Basi wakaanza kumpambania. Mzee akajirusha. Baada ya kujirusha wakajua mbona kazima data, hebu ngoja tuone. We're safe. Anywhere there's Wi-Fi, CCTV, and Bluetooth is gonna find us. Kwa hiyo maskari bwana, baada ya kuona lile roboti limeruka afu aleleki kama limekufa au limefanyaje, wakaambia bwana, mnatakiwa muende sehemu ambako hakutakuwa na Wi-Fi wala kitu chochote, muende mkajifiche huko, maana mkiwa na hivi vitu itakuwa ni rahisi ili kuweza kuwafuata. Basi wakawa wameondoka bwana. Baada ya kuondoka You did really fuck up too. I know. So stupid, but Sarah made me feel like myself again. That's her purpose, isn't it? You can't rely on Sarah or anyone to do that for you. You have to do it yourself. I know. Bwana, kumbe Sara alikuwa yuko katika mazingira ambao wao wapo bwana. Jamaa demu karudi kwenye gari. David kuangalia hivi, mbona kama Sara huyu ameandika hivi. David snaps at her to get away from him. Well, nothing Basi bwana walianza kugombana hapo. Anambia bwana, wewe kwa nini usiniache? Mimi sikutaki Sara. Bwana vita ikaanza upya. Sasa demu yupo ndani ya gari, mbona kama David anachelewa. Sara anambia, yani leo mimi wewe sikuacha. Mchiza akaamua kujitetea, akasema mimi anijui. Independent, also submissive. Your insecurities, your shame forces me to contort myself into this impossible ideal. It's a farce, David. Basi David bwana, kilichomponza ni ule utamu. Huyo demu akagundua hapa kutakuwa kuna mchezo hapa. Hebu ngoja nikamsaidie. Huyo kaingia kumsaidia. I think it's time I get my submissive. Ambia basi subirini sasa ni wamalize, maana nyie naona wewe sio umenyima akaulumbula kalikuwa kananisaidia, wewe mwenyewe ulinikoleza akamtegeshea jiti bwana. Ambia leo mimi nakuua. I'm more than this body, David. I exist in the ether. Kati anataka kumuua hapo ndipo gari ikatokea kumgonga bwana. Kumbe wewe alikuwa ni nani? Gari ile ikampeleka kwenye maji huko. Kwa hiyo lile mashine likaingia kwenye maji moja kwa moja. Basi ikapita miaka kadhaa, David akawa yuko na mahusiano na Grey, wakawa wameenda kwenye sherehe fulani. Sasa katika utambulisho bwana, ghafla
akakutana na Peace ambaye inaitwa Sara, lakini wakati huo alikuwa anajulikana kwa jina lingine kabisa tofauti na Sara. Kimbembe. Je, inapati tu? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Karibu sana katika recap yangu.